batarada ciakungai uririkane mutura muoyo weka yutare muthutokanio tonya kwao mecie omakĩra nĩ tondũ wetha omaringĩra nĩ tondũ wetha ũtugi-inĩ waku na wĩhokeku nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndakwambararia ndamarathimĩra ngari ndamarathimĩra mĩciĩ ndamarathimĩra apartment ndamarathimĩra flat ndamarathimĩra ndege ndamarathimĩra mũtũũra muoyo kĩrĩa gĩothe gĩega gĩthĩ ĩno kiumĩte guoko-inĩ gwaku ndamarathimĩra ciana cia nyanake ndamarathimĩra ciana cia airĩtu ndamarathimĩra athuri ndamarathimĩra atumia hingia nĩ tondũ wa ũtugi waku nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ tũkĩmũhoya Ngai mũtũũmbi tũkĩmũcokeria ngatho tondũ ũguo nĩguo endaga Kristo amũkĩra ũgooci twĩhaga gũkwĩra nĩ wega gatũrũme karĩ riri nĩ wega mũthamaki ũrĩ tha nĩ wega Ngai mwene hinya wothe tũtiarĩ na gĩa kũrĩa Ngai witũ ũkĩrutwo gwĩka ũrĩa wekire ũtarĩ mũndũ ũrĩa wekire ũmũthĩ ũtukona gĩa kũrĩa tũtiarĩ na gĩa kwĩhumba ciũmagarũrĩra nĩ ciagaga ũgĩka ũrĩa wekire ũtarĩ mũndũ ũrĩa wekire ũtarĩ mũndũ wĩnjĩra ĩrĩa wagĩrire ũgĩtũhe ciũmagarũrĩra ũrogocio gatũrũme karĩ riri oroho nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ tũkĩmũthathaiya Ngai mũtũũra muoyo na kũmũmenyithia mabataro maitũ o ta ũrĩa augaga thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa Ndari 14 mũhari wa 28 ĩrĩa ĩkuga atĩrĩrĩ ciĩre atĩrĩ Jehova oiga ũũ o ta ũrĩa niĩ ndũũraga muoyo-rĩ ti-itherũ maũndũ macio mwaria ngĩiguaga na matũ makwa no mo ngamwĩkĩra kũrekanĩra nĩ gwaku gũtheria nĩ gwaku gũthondeka nĩ gwaku Ngai witũ wĩna hinya wa gwĩka mothe tũiguĩre tha tũririkane nĩ tondũ wa tha ciaku ndagũthathaiya mũno ndakũgoca mũno wĩ wa gwĩtigĩrwo wĩ wa kwambarario wĩ wa kũnenehio ndagũthathaiya mũno na ndakũgoca wĩ Ngai tũtungate tu nĩ tondũ wa tha ciaku tũiguĩre tha na nĩ anake aitũ arĩa twĩroreire tu makĩnyagĩka njohi-inĩ arĩa mohetwo nĩ drugs arĩa moirwo nĩ acũcũ akũrũ na atumia akũrũ tũiguĩre tha kĩgongona kĩa matu-inĩ tuoka kuuga nĩ wega despite ya maruo na mathĩna tuoka kuuga nĩ wega tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ ngũgũcokeria ngatho na ngoro yakwa na meciria makwa nĩ wega ũrĩa ũnjĩkĩire nĩ ũtugi ũrĩa ũndugĩte nĩ kĩrathimo ũharũrũkĩirie ririkana igongona rĩrĩ rĩgakorwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo tarĩki 3 mweri wa 11 na rĩkambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ Ngai arokũrathima ũgĩũka Theophilus TV MURATA wa Ngai. Theophilus TV MURATA wa Ngai haria hothe uri mwathani agocwo. It's a good afternoon that the Lord has granted unto us. Ni siku njema
Na I thank God because of this day, because the day that the Lord has made for us to rejoice and be glad in it. Naitwa Pastor Ngechu David, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Uko katika Theophilus TV thini wa utafarira ya thigi wa jaba kwenanie. Na siku ya leo najua ni siku ambao Mungu ametuandalia ili tukaweza kubarikiwa na tukaweza kuelewa mambo ambayo Mungu ametuwekea katika hii closet ambayo yeye mwenyewe alituumbia. So I'm born again, the Lord is good in my heart, na niko na tegemeo la uzima wa milele, na nimekuwa nikitafuta Mungu kumtaka kumjua zaidi, because the Bible says that this is eternal life in the book of John chapter 17 verse 3, that this is eternal life, that they may know you, the one true God, and Jesus Christ to whom you sent. So mimi mwenyewe roho yangu iko salama na bado naendelea kwa hii safari. I'm still pressing on, knowing that it won't be easy. Kwa katika huko mbele hakutakuwa kurahisi, najua, because the moment Jesus said that carry your cross and follow me, ni kumaanisha kwamba kuna mambo ambayo itakuja katika maisha yangu, and I'm praying God that he gives me the right revelation and the good and the depth of inspiration, so that I can know and I can discern what to do wakati hiyo time itafika. So nimeokoka. Yesu ni Bwana. Karibu sana wale ambao wako katika Facebook live, wale ambao wako katika Theophilus TV YouTube channel, wale ambao wako katika TV yetu ya Theophilus TV. I'm welcoming you with a whole heart, that leo kuna kitu Mungu anataka kutuandalia, na najua ya kwamba tutabarikiwa. So kama uko hapo na uko na kalamu yako, uko na kitabu na Biblia yako, Mungu atakubariki sana. Acha tuanze kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu tunalienzi jina lako, tunaliabudu jioni ya leo. Asema ni asante kwa wema wako, fadhili zako, rehema zako, upendo wako juu yetu Bwana Mungu wetu wa rehema. Tunakuenzi, tunakushukuru katika haya madhabahu siku ya leo. Na nina Bwana siku ya leo ya kwamba uwepo wako ndio utatawala mahali hapa. Mawazo yangu Bwana naileta kwako, ukaweza kulitumia kadri na mapenzi yako Bwana. Ninaombea watazamaji wangu wote Bwana, nawaombea rehema zako, naombea nguvu zako. Your Lord Father, I quiet each and every storm in their minds in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Each and every mentality that is not of God this day, oh God, I do silence it now in the mighty name of the Lord, by the power and the authority granted unto me by the Lord, oh God. I silence each and every wave in their minds, oh God. Whatever we are going to talk about this day shall be of a blessing in their lives in the mighty name of the Lord. May their hearts, oh God, be a ground of multiplication in the mighty name of the Lord. May they, Lord Father, grind and understand that which you're going to send to say to us this day in the mighty name of the Lord. I worship you, dear Lord. I glorify you in the beauty of your holiness and in the splendor of your greatness, knowing that there is no other God but you, Jehovah Father. You are highly exalted and you are highly magnified in the mighty name of the Lord Jesus. I leave this service unto you, oh God. Naomba Bwana ukaweza kutuongoza kwa njia zako katika jina la Yesu Kristo. Jehova, naomba uwepo wa Roho wako Mtakatifu ukaweza kutawala katika jina la Yesu Kristo. Ngome zote na makusudi yote ya giza ambayo yametengwa kinyume na isho siku ya leo, tunainukia katika jina la Yesu Kristo, na nanena uwepo wako katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba na tuseme amen, 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 amen. Bwana akubariki sana kwa kuwa umeshikania nasi siku ya leo, siku ya baraka kwa hakika. Na today I would want us to talk about one topic that is about sexual immorality and other related perversions. Sexual immorality and other related perversions. Kwa zile vitu zote katika mwili wa Kristo, there is only one thing that is so humiliating and one thing that challenges the mind of many believers. Kuna kitu moja hii ambayo inaitwa sexual immorality and related perversions. Hii yenyewe tu ni kitu ambao imeconfuse watu wengi sana, na imekuwa ngome katika maisha ya watu wengi sana. Kwa sababu watu wengi waga wanaanguka kwa the same trap over and over again. Kwa sababu kitu moja unafaa understand, sexual immorality is predicated in the fact that huwaga si ati feelings sio kitu mbaya at all. No, feelings is not bad. Feelings, the desire of intimacy is really not demonic. It is not demonic. It is godly given. The desire kukuwa wewe mwenyewe unaweza gain intimacy ama love over something, it is not something that is evil. It is something that was given by God. And the desire to love, it was designed by the sovereign Lord. Wakati yenye alipatia Adam, akampatia mtu anaitwa Eve katika maisha yake. But now this is where the problem comes in. The problem comes in between wakati wewe mwenyewe haujui kudifferentiate between the three things ambazo nitakutajia siku ya leo. There is something called love, there is something called lust, and there is something called obsession.
Hizi vitu tatu ni vitu ambazo watu hushindwa sana kuziclassify katika maisha yao. There is love, there is lust, and there is something called obsession. Now, watu wanaangukaga katika hii majaribu kwa sababu wakati yenye umeanza kukuwa na feelings na mtu, huaga unafikiria ati ni kitu, si kitu mbaya hata kidogo. There is no guilt on having feelings over somebody. But now the problem comes when the devil manipulates that feeling and make it and convert it to something else. Kuna kuga na hii tendency ya shetani in the book of 2 Corinthians chapter 11 verse 14 nasemaga that the devil has a way of masculating himself to an angel of light. Shetani ana nguvu ya kujimasculate, anajifanya, he conforms himself to an angel of light. So yeye mwenyewe anajua the best loophole lenye anazatumia the weakness ya mwanadamu. There is nothing under the sun that hurts most than love. Love ndo kitu waga ina hurt most. But sasa wakati yenye mtu akikosa the revelation and the discernment of God, ukikosa the knowledge of the kingdom of God, the knowledge and the richness of the word of God, it becomes so hard for you to differentiate between the three: love, lust, and obsession. One thing about love is that love endures forever. Love doesn't die. Love waga iliyekuwa hapo na Mungu, na yeye ndo aliyeka hapo akitaka wewe mwenyewe ukuko focus nayo. The Bible says that this stone that the builders rejected, it is a stumbling block, it is a rock of offense. Inaweza angusha watu wengi. If you don't have the understanding and the proper discernment of the word of God, you may always lead astray kila siku ya maisha yako. Because if you don't know how to differentiate between love and obsession and lust, because wakati zinakuja, wakati mwanamke ama mwanaume wanaangaliana, wakati wame get feelings to each other, they tend not to understand if it is love, if it is lust, or it is obsession. You can never know by the first time. Lakini kitu moja ya love ni ati love endures forever, and love is patience, love is kind, love is forgiving, love inakuwa na traits zote zile positive as per the fruits of the Holy Spirit. One thing about obsession is that obsession is a deceiving kind of a feeling that inakujanga ndani ya mtu, na hiyo kwanza unaweza kosa ku differentiate na love kabisa at all at first, because it doesn't last more than 21 days. Not 21 days, 3 months, 90 days. It doesn't last more than 90 days. And the difference between love and obsession is this, is that obsession, it is a kind of a love feeling of intimacy towards someone, but it is highly motivated by something called low self-esteem. Wakati yenye wewe mwenyewe unaangalia mdem, kama wewe ni boy unaangalia mdem, yes una feelings zake, but wewe mwenyewe unaangalia unaona yenyewe bei yake huwezi fika. Yes unamfeel, yes. Sasa everything yenye utakuwa unaifanya ukitry kumplease, but that is not the best motive. That is not the actual motive of love. It is the opposite of love. So wewe mwenyewe hautawahi kuwa wewe. You will always try to catch up to the standards of that person, ndo uweze kumplease, ndo muendanishe njia vizuri. So wakati yenye mtu anaambua kuhusu sexual relationship, sexual immorality and other related perversions, kitu moja unafaa kuunderstand hii, that wakati yenye wewe mwenyewe uko entangled in a wrong way, wakati yenye umekosa kukuwa na discernment na understanding, unaweza fail vibaya sana. The Bible says in the book of Songs of Solomon, tukisoma chapter 3 verse 5, the Bible says that I charge you, O daughter of Jerusalem, by the gazelles or by the doers of the field, do not stir up nor awaken love until it pleases. So ile reason inafanyaga watu wa fall sana is because they don't know the proper timing of when to awaken love. Mtu akikosa patience ndani yake atarash kwa a relationship, then hiyo relationship wakati itafall ndani yake, it happens like this. This is what the devil does. Anakubalingi wewe mwenyewe ufall na mtu, then unafall na mtu. Kifall na mtu, then anakuwa motive yake haikuwa right, because it was not the right time. It was not, kama vile Songs of Solomon nimesema, until it pleases. Haijaanza kuplease bado, it is prematurely. Na sana ina happeningi wakati mtu ako young, either mtu ako high school, high school, hata wengine niliona siku hizi, hata wengine watu wakiwa primary school, they are awakening love even in primary schools.
Hata wakati wako secondary school, kutoka hiyo beginning form 1, form 2, form 3 ikifika form 4, yeye mwenyewe wakati yeye mwenyewe awaken hiyo love, what happens is that wakati kama ule mtu mwenye umeawaken na yeye mwenyewe hakuaga na idhaa yako. Tena ina happen yeye mwenyewe wakati the first time yenye mna have sex na yeye, something happens, something dies. Kama si genuine, kuna kitu cha kufa. Na hiyo kitu ikikufa, yeye mwenyewe wakati mta have sex na yeye, hiyo desire inaishaga na inaishia hapo. Then wewe mwenyewe unaweza jifind umechukia huyo mtu hata kuliko venye ulikuwa unampenda before. So this is a strategy of the wicked one, and I'm telling you something that has really been a problem in the body of Christ. Kwa sababu kuna watu wanashindagwa kusema hapana kwa intimacy. Una feel mtu ndio, but hauna ile sense ya kusema hapana. Because if you lack the revelation and you lack the discernment to stand firm and to resist and to have the discernment to understand the time that it pleases, you will end up being heartbroken. This is what happens. Unaenda kwa mtu wa pili. Huyo mtu wa pili, wewe mwenyewe unajua uko na ile low self esteem, unajua wenyewe una mtu anaweza niacha, anaweza, so you start acting like you want to please that person kwa sababu unaogopa asikuache. Then genuineness waga inaondoka hiyo time. And the moment una have sex na mtu mara ya pili, the same thing happens. Kama haikuwa genuine, wewe mwenyewe unasikiaga tu umelose it kabisa, inaweza isha hapo hapo. Either kama both parties hawako in right accord, hawako pamoja, haiwezi last na wataachana. What happens is that sensitivity of love waga inaendelea ikidecrease. That is what the Bible says in the book of Revelation. Inasema gati, you have known the deeds of the Nicolaitans. You have discerned those who say they are apostles and they are not. But Jesus anasema, but I have one thing against you. You have lost the first love. Because the first love is always genuine. But sasa wakati yenye imepata ule mtu mwenye hafai, kile kenye you happen is that huyo mtu wakiheartbreak huyo mtu, something dies in that heart. Something dies. And wakati na die, conscience yake inaendelea kidecrease. Na kuna time inafikaga, then wakati yenye umehave watu wengi sana, that inakuwa ni kitu ya kawaida, that hata hakuna mtu mwenye wewe unaonaga. So unaacha kufall in love for intimacy, unaanza kufall in love wakati unabahatisha kuona kama huo mtu ataishi na wewe kama hataishi na wewe. So in actual sense, hata wakati una date, kuna wakati inafikaga hata wakati una date, hata ukipata mtu unaonaga tu huyu msee hata atakuwa na mimi for a period of time, so wacha mimi nijibambe. Ile mentality uko nayo that anaweza niacha. Na sana sana this problem inaanguka mara mingi kwa wasichana. Because one thing you need to understand is that there's a difference between a man and a woman. A man is not moved by emotions. No. A man is moved by logic. Na mwanamke unaweza pata hata ukienda kwa social media, ukienda kwa platforms zote za Facebook, za nini, ukienda Facebook hizo social media platforms, utapata wale watu wengi wamekuwa heartbroken. The greatest analysis imesema that the greatest percentage ya wale watu wamekuwa heartbroken ni wanawake. Most of them inakuwa ni wanawake. Kwa nini wanakuwa heartbroken sana? Is because they are so emotional. They don't like involving their brains to situation. Wanapenda kufall na hati yao yote. That is the reason ukienda church unapataga wanawake ndo wengi, because they are moved by emotions. They are easily moved by emotions. Na Mungu anawasikianga sana because they have a tender heart. God loves them so much because they have that heart. The heart that breaks easily. The heart that loves easily. Na kenye kina happenigi ni hivi, mwanamke anaweza kuwa maybe ako 0 na mwanaume ako hapa anampenda ako 5%. So what happens ni wakati huo mwanaume anaanza kupenda huo mwanamke ako 0. But wakati huo mwanaume akifika 7%, huo mwanamke yake percentage inaanza kupanda. What happens, the percentage ya mwanamke iwaga inapanda, ishafika na huko 97, ikishafika na huko 80, but ya mwanaume bado iko 30. Because men don't fall in love with their hearts first. Wana falling in love with their minds first. Kabla wa involve heart totally, huwaga wanakuwa wamepitia a lot. So unapataga the greatest percentage of wale watu wanakuwa heartbroken ni wanawake. Because they are easily carried away by emotions. They are easily heartbroken. And heartbreakiwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ile time yenye atakuwa witch mbaya sana. That is why this topic, kama mtu haezi jigard
na kitu inaitagwa revelation and a lot of knowledge, biblical knowledge, unaweza fall off bali sana na Mungu. Because unaweza jipata hiyo demon wakati inakuingia haitamuagi anything, haitamuagi kama wewe ni pastor, haitamuagi kama wewe ni kama wewe ni businessman, haitamuagi kama wewe ni evangelist, haitamuagi anything. Unaweza kuwa ndio wewe umeokoka kabisa, but hiyo spirit wakati yenye inakuja haitakangi kujua. And one thing about that spirit is that it is atmosphere dependent. It is atmosphere dependent. Si kila wakati yenye unaweza have hiyo kitu. Inapendaga sana wakati yenye wewe umecreate hiyo time. That demon inakuwa ni demon yenye inaweza kusumbua sana. Ilikuwa na David. Biblia inasema wakati aliua Uria na akachukua bibi yake, the Bible says that yeye mwenyewe wakati alichajiwa na the prophet na akaambiwa amechukua, he has taken a sheep from someone and it was not worthy, it was not justice. Yeye mwenyewe wakati alijua amekosea, he went and wrote the book of Psalms chapter 51 na akaambia Mungu, in sin I was born, in my mother's womb I was born in sin. Because hiyo sin inaweza jificha ndani ya mwanadamu na itaji-exploit wakati yenye wewe mwenyewe utakuwa umestand at the highest place ndio ikuvute chini. Inaweza ongoja, inaweza kuwa patient na wewe, lakini wakati yenye utakuwa yeye mwenyewe haikuwa imejimanifest until the day he became king. Now one thing you need to understand is that this demon is the most embarrassing demon ever. Is the most stubborn demon. Kwa all the temptations mimi mwenyewe najua, ni ile temptation yenye ni rahisi sana mtu kufall nayo. The easiest of them all. Itakuwa capitalized na the blessings that God amepatiana. Kwa sababu wewe mwenyewe utakuwa deceived. Utaanza kuona ndio una feelings na mtu. And let me tell you the truth. Wakati yenye unakuwa intimate na mtu, hata wakati yenye mna hug ama mna kiss, you don't feel guilty. But the guilt comes when you have sex. Mkishamalizana, hapo the guilt inaingiaga. Why? Because now the devil has converted it to something else. I may beautify and then I may manipulate kwa the wrong path. Solomon anasema, do not stir up or awaken love until it pleases. Then if someone doesn't have the discernment of the scripture or the knowledge of the word of God, ni ngumu sana huyo mtu kukuwa anapersist katika hiyo njia. Haijalishangi. Wale watu wenye wanakuwa hizi demons za masturbation, hizi demons zenye zinakuwa related kama demons kama za pornography na nini, hizo vitu, hizo ni other related perversions. Yes, zinakuwa ni sexual immorality. But sasa ikifika ni masturbation na ikifika ni pornography, zinakuwa sana ziko atmosphere dependent na time. Zinakuwa sana mtu anaweza kuwa hana mdem ama mdem akuwe hana boy, but yeye mwenyewe anaweza jisatisfy. Una find yeye mwenyewe hawezi jisatisfy anywhere. Wakati amefunga kamlango kake, wakati yako peke yake, that's when the devil comes, anaanza kuwhisper kwa masikio yake, anaongelesha hako ka spirit. Ndaka kisha amka. Wakati kameamka, unajua kuna vitu zingine zenye mtu hawezi fanya. Kama saa hii huwezi enda ulale na mtu hapo mbele ya police station ama kwa barabara mchana, inakuwa ni ngumu sana. Inaongojaga wakati kenye kuna giza kwa sababu inakuwa atmosphere dependent. Wale watu wenye masturbate huwezi mpata akimasturbate kwa barabara. No, anaongojaga wakati yako peke yake kwa nyumba, when he is alone, when everything is quiet. And inakuwa atmosphere dependent kwa sababu wakati unasikia wimbo ya Don Moen haiwezi work, ama wakati unasikia sermon, it is so atmosphere dependent. Inatakaga tu wakati yenye hakuna, hata ungeza sikia hata wimbo yako imelia bibi ringtone, ulikumeka kitu gospel usikie imelia, unaweza izima na fujo sana. Hautakangi kusikia anything godly saa hiyo. That spirit inakuwa so stubborn in a way that easy related perversions zingine zinakuwa ni spirit zu, hata ukienda wapi ama uende wapi, ama utoke hapo uende Britain ama uende France ama uende country gani, hiyo demon sabu iko ndani, it is a spirit. And unless you know how to pull it down, how to pull that stronghold down, how to pull that principality down, unless you have the proper understanding of the scripture and the proper knowledge of the word of God, inaweza kuwa stubborn sana kwa maisha yako. Unaweza kuenda kanisa na unablessiwa vizuri sana Sunday, but wakati unatoka kwa gate hivyo, au kadimo kamekungoja kwa gate, kana kukumbusha sasa hii kwanza uko na mneti mjamaa,
Sahi kuna wifi imejaza baa zote. Haida kuonesha saa tuende kwa nyumba sasa. Tujifungie, tujimalizie. So unapata wewe mwenyewe umetoka kwa the presence of God. Ni watu wengi sana wenye wamebato hii kitu for long. Umetoka from the presence of God, then unajipata the next minute uko kwa nyumba ukimasturbate. How does that happen? It is a spirit and it is a stronghold that imeingia ndani yako, but haikuingia ovyo ovyo. There was a gate pass in you. Kuna mahali ulifungulia ka loophole na hiyo demon ikapata mahali kaingia. It is so stubborn. Because unaweza kuwa ndio uko kwa nyumba ndio peke yako, but hauhitaji msichana, wewe mwenyewe picha yake kwa kichwa yako. That picture is in your head. Si lazima akue hapo. So unapata hizi related perversions ni vitu zenye zinakujaga kuvuta mtu chini even in the line of salvation. Ndio mtu anataka kuokoka, yes. But kuna hii demon yenye inashinda ikimvuta chini kila wakati. Mtu anataka kufuata Mungu diligently, but kila wakati yenye mawazo yake imefikiria hiyo kitu, imefikiria tu kidogo tu hivyo, huyo mtu nakuambia hakuna kitu kingine yenye anaweza fikiria. It is a very stubborn demon. Unajua Biblia inajua vizuri sana that kuiba ni vibaya. It is not good to steal. It is not good to fight. It is not good to be violent or to kill. It is not good to desire anything of your brother. Si vizuri. So you know that is a sin. It is direct. But wakati nafika ni hapa sexual immorality ikianzia, haianzagi nikaa ni kitu mbaya. And this is the primary cause. This is the solid, hii ndio inakuga the biggest problem ama the solid problem. Ni ati inaanzaga in the line of intimacy. Then ni watu wachache sana wanakuga na ability ya notice na kuweza pull down. Kwa sababu there are ways that unaweza pull down. Kuna njia, kuna spiritual steps za freedom enye zinaweza kugrant ukue pure wakati yenye hii demon haikusumbui. One thing unafaa kuunderstand ni that wewe mwenyewe wakati unakuwa intimate na kitu, hautakangi kujua any boundary, haunaga boundary. So long as una feel intimacy, you don't have any boundary. Wakati unakuwa na feelings na mtu, hutakangi kujua nini ita happen hapo mbele. Unajipataga tu una feel too close na huyo mtu. If you don't understand the steps, if you don't understand the time and the season when to awake it, utakuwa na shida sana takui please. Na haitambuagi kama wewe umeoa ama umeolewa ama wewe ni nani, haitambuagi. So sio kumaanisha ati wewe mwenyewe uwaga una masturbate ama wewe mwenyewe uko na hiyo demon ya sexual immorality atufikiri ati ukioa ndio itatoka. The only thing that can cure this is the revelation of the knowledge of the word of God. That is the only thing yenye inaweza kusaidia. Hiyo ndo ile power yenye inaweza ingia ndani yako na iweze kukuredeem. What happens is this. Hii kitu shetani anajuanga kuna level yenye wewe mwenyewe unaweza tafuta Mungu ufike. There is a level that you can reach in seeking God. Level iko juu sana. Then hiyo level unaweza fika inakuwa ni a very fiery level. Level iko na moto mingi sana with a lot of anointing and the power of God. So the devil knows the only thing yenye atafanya ndio ikuvute chini ni kukuletea haka ka demon. Kwa sababu the moment that it happens, hiyo moto inaendeleaga ikidecrease. Ni watu wengi sana hata nimejua mapasta wamefunga kanisa because of this demon. Kwa sababu yeye mwenyewe inaanzaga ikiwa mzuri kabisa, mpaka unaanza kukuwa na feelings na mtu mwingine, na wewe mwenyewe uko na bibi kwa nyumba. Wewe mwenyewe ukiwa boy unaanza kuona uko na dame, but yenyewe wakati have sex na yeye kuna denge mwingine utaona hapo nje kwa barabara utamuona. Unaona huyu ni kama ameweza kuliko wangu. So unaanza kuona sasa huyu hayuko. Yaani wakati wewe mwenyewe ushahalala na yeye, ndo interest kishaisha itakuja kwa mtu mwingine, and the chain goes on and on and on and on and on and on. Then the more you do it, the more uwaga una feed hiyo demon. The more you do it, the more you feed that demon. The more inaendelea kuenlarge, kuna mahali itafika na itafika climax na itataka kubust. That is why unapataga watu wanaingia kwa zile vitu zingine, vitu kama masturbation, sababu yeye mwenyewe amekuwa na humiliated sana na wasichana. Hawatakagi story yake, ama msichana ameona ni kama wanaume hawamtaki. Yeye mwenyewe bado mwili yake inadai, but hakuna mtu mwenye akopa karibu na yeye. The only thing anaweza fanya ni kwenda kujisaidia. Tena ametoka kwa demon ya sexual ya sexual immorality, sai ameingia kwa altar ya masturbation.
That is what happens. Because of low self-esteem. Wakati yenyewe mwenyewe umesikia yenyewe wewe mwenyewe watu wanakutoka sana. So the only thing that you can do is to love yourself. Initago kujipenda. Na mtu ameweza kujipenda. Na inakuwa ni altar katika maisha yake. And it gets so hard wewe kutoka kwa hiyo kitu. Because that demon is so stubborn. Shetani mara mingi sana wakati yenye mtu anataka kuiba, lazima uibe. Kuiba inakuga ni kitu yenye lazima upange. Lazima niende mahali fulani, nikishaona hiyo kitu niongoje nione rada iko aje. So hapo unasumbuka sana kabla uibe, unaona? But hii demon ya masturbation hausumbuki. Wewe bora tu kuwe kwa nyumba peke yako. Yaani sin zingine zote kufanya si lazima ati kukue kuna si lazima ati inakuga yani ni hard, lazima kukue na ka protocol. Lakini kwa hii moja hata ku have sex lazima kukue yenyewe kuna ka atmosphere yako. Lazima ujicreate yao karu. Kwa sababu first of all, hiyo kitu inatakaga silence kwa sababu ni shameful. The moment Adam na Eve walikula hiyo tunda in the middle of the garden, wakati walikula, their eyes were open. The Shekinah glory iliwaondokea. Shame ikaingia. Let's say walienda kutafuta manyoya waende wajieke. Because shame entered. When the Shekinah glory stays away, shame huwaga inakuja ndani. Na ni kitu wenye huwezi taka hata mtu wajue. Kwa hizi vitu zingine kama kukunywa pombe, unaweza kunywa pombe, unaweza mtu amekunywa pombe na anatembea kwa barabara hata afichi. But hakuna mtu mwenye anaweza have sex kwa barabara kama mnaangaliana. Because this demon is so stubborn, inatakaga tu inakuga atmosphere dependent. Now what happens when you are in the secret place, when you are in the secret chambers, that is the moment that you are able to meditate about God. That is the moment that you reminisce about your life. But ile kitu nasumbuaga huyo mtu ni ati wakati yako peke yake, there is something else that comes inside his mind. Inside that mind. Na hiyo kitu wakati inakuja, haijuangi anything else. Ni kujisatisfy. This is how a person gets into a foundation and a build foundation ya sexual immorality hivyo mchezo. Nimepata na mtu amekuwa kimasturbate for 30 years. Sasa mpaka ananipata na niambia, "Pastor, unisaidie, niambie, what can I do to get myself out of this?" Ni mtu alimuintroduce. Alienda akajiintroduce na mtu akiwa mdogo, akiwa high school. Yeye mwenyewe when he did it the first time, ikakuwa ni kitu yenye yani yeye mwenyewe akazoea kabisa, please na sababu yenyewe hahitaji mtu mwingine. So the only thing yenye anahitaji ni kukua kwa nyumba na ana kivalo na hapo ama kivasli ama sabuni. It is a very stubborn demon. And unless you are totally delivered from it by the steps zenye tutaongea kuhusu kesho, you unaweza ishi kwa bondage maisha yako yote. There is a level that you can never reach spiritually wakati hiyo demon iko ndani yako. There is a level that the Lord wants to take you, but there is kuna foundation, kuna an altar that wewe mwenyewe imekushika. So hata wakati unaenda kwa Mungu na repent, you don't need, unajua repentance haiwezi work kama hakuna brokenness. So wewe mwenyewe unasikia hati yako yote inavutagwa na hiyo kitu sana. So unajipata wewe mwenyewe you don't need forgiveness, you don't need mercy, you need tolerance. So Mungu anakutolerate kila wakati, kila Sunday ukikam church, the first thing you do is to repent. It is so tiresome to a person who knows the Lord, especially kama ulikuwa umetoka kwa hiyo demon ukaokoka. Then ukastand in salvation. Then unajipata mawazo yako haukujua kucover your mind. You did not know how to surround yourself with the word of God, with the understanding of the scripture, with the revelation of the godly covenants and laws. Haujui kujimonitor in the word of God. You do not know how to seek the scriptures, because the scripture says that they shall know the truth and the truth shall set them free. If you don't have this truth, unaweza ishi kwa hii bondage maisha yako yote. Na ujipate hata mpaka ukiwa na bibi yako bado waga una masturbate. Hata ukiwa na bibi. Because wakati inaanza kukuridhisha, unaanza kuona nikata bibi hakuridhishi venye inafaa. Let me tell you, the earlier it is, the earlier you fight with, the earlier you get this use understanding to fight it, the better you do it. Kwa sababu hata ukienda wapi ama uende wapi, it is still be stubborn to you. Na ningetaka producer atuwekea wa social media platform niweze kuona wale watu wenye tuko nao. Hebi kuna mtu mwenye ana swali yoyote tunaweza jibu.
so that we can get this understanding of these things, because ni vitu zenye watu huaga wana ignore sana, na huaga zinawavuta sana chini katika ulimwengu wa kiroho. And tunaona wakati yenye tunaona kuna Peter wa Irimo, yeye mwenyewe anasema amen. Na tunapoendelea, there is one thing I would want to tell you guys, that when you're fighting this kind of things, kitu ya kwanza unafaa uelewe ni ati ni kitu yenye si ati unaweza ati juu kwa sababu umeamua leo ati haitajaribu kukuja kesho. It will still try to come tomorrow. Itajaribu tu kukam tena. So what are you supposed to do? Hizo steps zenye you are supposed to do ni kitu yenye tutakuja kudiscuss about kesho. Na kuna swali yenye tunaulizwa na Jessica Zilane anauliza, good message Pastor Devi. Niko na swali, what is the difference between sex before marriage and fornication? Bwana Yesu asifiwe sana. We are going to talk about it, sex before marriage and fornication. Tutaweza kuongea kuzihusu. But right now, one thing I want to tell you is that wakati nyewe mwenye umeolewa, umeoa, alafu unaenda kuhave sex na uko nje, that is called fornication. So one thing you need to understand is that in all things, kenye unafaa kujua, it is immorality. Hata iko ni fornication ama ni sex before marriage, it is immorality. Hiyo demon haiwezi toka until wewe mwenyewe ukuwe na ile understanding na ukuwe na ile revelation ya kujua how to fight it. Tuko na ni moderator anauliza, unafikiria unafikiria unajipenda, kumbe unajiwaste. Have mercy upon us God. Yes, inakuwa ni kujiwaste. Kwa sababu the more you do it, the more it gets large in you, the more inaendeleaga. Ni kama anga, wakati umekasirika na umepiga mtu, what you do is that you feed that anger. Wewe unaifeed, inakuwa kubwa. Na ikishakuwa kubwa, kuna mahali penye itafika climax, itaka kubust. Unapata mtu ameua, amefanya kitu, because that anger alibuild, alipatia food, aliweza kustore up energy. Yeye mwenyewe haku understand that the moment kila kitu yenye unafikiria si kila kitu unafaa kuonafanya. Not everything you think that you're supposed to do. Wewe ukijua uko nako ka problem na unasikiaga tu ukaa peke, usienda ukaa peke yako. Kwa sababu kuna hizi vitu zenye watu hawa understanding the way that you're supposed to fight warfare. Kwa sababu hii ni kitu mega sana. Acha nikwambie, unaweza pata ni mwanamke ameolewa but bado yeye mwenyewe huaga anajipenda. Tutumie hiyo language. Yeye mwenyewe huaga ana fall in love na yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe huaga anajisatisfy. Na ni demon inaweza kusumbua sana kwa sababu hauwezi ambia mtu. Hauwezi kuwa na ile audacity ya kukuja kuambia mtu. Because it is shameful. Ni kitu wenye yeye mwenyewe hata huwezi taka mtu ajue. Ni vitu zenye watu wanakufaga nazo. Unaweza pata mtu alikuwa na a very good gift, godly gift in the spiritual world. Akona hiyo gift. Lakini yeye mwenyewe hii spirit ilimvuta chini na alienda kaburi nayo. It is so sad. Tutaongea kuhusu the cures about them tomorrow. The 5 spiritual steps to freedom. Na wakati nye tutakuwa tunazi understand, kuna kitu moja ningetaka kukuambia. An unmarried person, his spirit is magnified and amplified to a degree that it is beyond the person's control. Wakati yenye wewe mwenyewe hauko married, wewe mwenyewe una have sex, what happens is that huaga inakuwa magnified to a degree that wewe mwenyewe hauwezi control. Bwana asifiwe sana. I know nimeguza roho za watu wengi sana, because watu wengi huaga wako na hizi shida na hawezi ongea. Mimi kuna time nilikuwa naomba kanisa, nikiwa kanisa nikiomba, kuna mtu alikuja na akakuja akapiga magoti na akalia sana. Then nikashindwa, huyu mtu have breakthrough haraka sana. Kumbe sio breakthrough, amepitia heartbreak. Alikuwa give his all to that relationship, but yeye mwenyewe akakuwa heartbroken. Sasa yeye mwenyewe alikuwa anapoa out heart yake kwa sababu ana feel ile low self esteem. 101 anasema topic that is always swept under the carpet. God bless you pastor. Thank you so much. God akubless sana. Kwa sababu hakuna mtu anataka kuongea hizi vitu into details. Yes, katai. But this is a problem that is so major even in the house of God. Unaweza na mtu ameinua mikono tu amelia sana, ufikiria analia kwa sababu ya kupenda Mungu, ni kwa sababu ya contriteness. Amejaribu kufight his spirit but it is not living. This time ako contrite sana, but the next minute ajipata amefanya.
Anajiambia mimi sitakuwa nafanya hii kitu tena. Then anajipata with the same problem. There is a cure. And I'm telling you one thing. Wakati unajua how to use these 3 things. You know when to use the word of God, when to use the name of Jesus Christ, and when to use the blood of Jesus Christ. Tutadiscuss hizi vitu kesho, God willing. Tutakuwa na wale ambao wamekuwa pamoja na sisi. Tumekuwa pamoja na Wathira Wanjora anasema na kama umeoleka na hupendi huyo mwanaume na yeye ameoa, je, ni vibaya nikioleka tena? Ni kama umeoleka na hupendi huyo mwanaume na yeye ameoa, je, ni vibaya kuoleka tena? Yesu alisemaga wakati yenyewe kama unapendana na mtu, the only thing unafaa kumwacha kwa sababu ya hiyo kitu ni sexual immorality. Wakati yeye mwenyewe amekuwa sexually perverted. But kitu moja nafaa kukuelezea, si ati wakati utamuondokea ati utaenda upate mtu mwingine mfaithful. Kitu moja mimi who understand is that his spirit inakuwa ni kitu yenye inaweza kuhaunt hata wewe mwenyewe. Inataka kama mtu mnaweza kuwa yeye mwenyewe hupendi huyo mtu. Haumpendi kwa nini? Ni nini haumpendi? Utaenda upate mwingine na huyo mwingine tena hauko sure kama utaweza kumpenda ama yeye akupende. Kwa sababu kitu moja huaga ina happen ni ati ule mtu mwenye wewe unapendaga ni yeye mwenyewe hakupendi, na ule mtu mwenye wewe upendi ndiye yeye huaga anakupenda. Hii imbalance inakuwa hii confusion yote inaleta kwa hii topic, and I believe that tutaongea kuhusu hii kesho. Mwathani akohithe Pastor David na ahithe utugata wa kuna other kama ya Yesu Kristo anazali. Amen. God bless you so much, Sisi, and God do you good. One thing I want you to understand is that I want to open your mind in the sense that you can relate the things that I'm talking about with your life. Kwa sababu wenyewe unapataga ule mtu unapenda ni mwenye hakupendi. But why does it happen like that? May God bless you so much. Wale tumekuwa pamoja nao, tumekuwa na Sesi Joseph, tumekuwa na Jessica Nzilani. May God bless you so much. Wale kwa our Facebook channel na hao wengine producer ngezadekea na za shukuru Mungu sana. Tulikuwa na Peter Wairimu. God bless you so much Peter. Alice Wachira. God bless you so much Alice. Recho Chege. God bless you so much ni Moderito. God bless you so much Recho Chege. Karibu Pastor David. Mungu akubariki sana na akutendee mema na kuwe pamoja na nyinyi kila wakati wa maisha yenu. Wale kwa wa channel tulikuwa na Recho Chege. God bless you Benedetta Degwa. God bless you so much. Naunsi Kamau. Hallelujah. God bless you so much. Wanjiru Wajahe. God bless you. Jen Wanjiko. Mungu akubariki. Ni Moderito. God akubariki sana. Waithira Wanjora Gayakora adhime muno. Wanjiru Wajahe. God bless you so much. Waithira Wanjora Mungu akubariki na akutendee mema. Na I know na kama yeye ndio akona hiyo immorality, dikona right. Unajua hizi tutaongea, nitakujibu swali kesho vizuri because I have an answer for you. And tuko na comment nyingine hapo chini kidogo hapo kwa YouTube channel nasema immorality needs to marine spirits when you are asleep because you opened the doors. Yes, hizo ni vitu zenye ni loopholes zenye shetani anapataga wakati anaingia kwa maisha ya mtu, na tutaongea kuhusu hizo loopholes kesho. So I hope ukikuja kesho, I hope utakuja ukiwa ready and come with a friend, because I know we are going to dig deep in this topic, and I know that we are going to find the understanding, the proper understanding, na tuweze kujua how to deal with it, because everything has a healing point. Kila kitu inakuwa na cure. There is something called transformation, and the Lord transforms a person fully. Kama mimi mwenyewe nilikuwa transformed na sasa nimesimama hapa nikihubiri, there is no one who cannot get transformed. May God bless you so much. Hata nitushukuru Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuenzi, ni asante kwa sababu ya siku hii Bwana umetupa. Thank you for this topic that you've given unto us, oh God, to talk about. Thank you, oh Lord Father. I thank you because of your goodness, your mercy, and your love, oh God. You holy, my Father, you're so good in our lives, O King of all the glory. I leave each and everything unto you, my God. May glory be upon unto you, O King of all the glory. We leave everything unto you, King of hosts. I pray for the listeners, O God, and the viewers, my Lord. I pray that your hand may rest upon their lives, O King of all the glory. May your understanding rest upon their minds, O Lord of hosts. May your wisdom rest upon them, O God, that they may know what is that pure and blameless before you, O God. May their love grow more and more in knowledge and in depth of revelation, that they may know what is that pure and blameless before you, O King of Kings. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we worship you, we adore your name, and we glorify your name. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Everyone say
Amen, amen, amen. Wale ambao wanatuona katika our YouTube channel, you can always leave a message to us. Tutai-review baadaye. I'll write those questions down na nitazi-review na nitazijibu. Wale ambao kwa Facebook channel, you can always have our number, kuna kugana namba yetu, our TV number, yenye unaweza to text kwa WhatsApp. Producer atatupatia hizo watu wote wenye watakuwa wameuliza maswali yote, and hizo questions, write those questions, write them. Alafu tumekuwa namba yetu ya our Facebook, our WhatsApp. Kama wewe mwenyewe una Facebook kama YouTube, you can write it in our WhatsApp number, and then we are going to review all those questions pole kesho, and I'll go to answer those questions one by one until you get the proper understanding. May God bless you so much. If unaweza taka kupeana sadaka yako, there is our number. The producer is going to give you a number. Wale wenye wako sadaka zao, tithes, and may God bless you so much. Shalom, shalom, shalom. Amen. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:28 ekuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩmakarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV no kuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya thegi wa njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya thegi wa njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ, na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu uria wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man, because man is man, and man has his own tendencies. Mundu wa thi ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wa thi no akwire umuthi, no rucio ni agarurire bao akwire undu ungi. No, when you are a pessimist, ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Maandiko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai. Tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tuhota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukora tondu we ndwa embrace the weakness yaku. Ndwa embrace the ati we ni urika weakness ka marakara. Hindi Ngai akurehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uria araria. Ahota kwari kiugo we urakare. Umutiga uinuke. Kire Ngai gukuigire ni gia kura. Na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai, tũikaraga ta mũtumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mũtumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu. Athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena andũ take. Nĩ tondũ we mwenyewe kĩrĩa akuĩte nĩ kĩndũ kĩa goro, ndangĩhota kwĩ-expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagĩra na Pastor David Ngechu o mwambĩrĩrio nginyagia wa kana, wona ciihanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. MURATA wa Ngai ndũkahĩtũkwo.